Siku ya leo mpendwa mtazamaji, nimekuja na kisa kimoja kizuri sana kwa ajili yako. Kumbuka tupo katika kipindi chetu cha watoto wetu. Siku ya leo kisa kinasema kuumwa na nyoka. Ni kwa nini kuumwa na nyoka? Na ukiumwa na nyoka kuna madhara gani yanaweza kukupata? Hapo zamani wana wa Israeli walipokuwa wakisafiri jangwani, walipitia misukosuko mingi sana, lakini Mungu hakuwahi kuwaacha. Siku moja wana wa Israeli walikuwa wameliona kabisa bonde la nchi ya ahadi ambayo Mungu aliwaahidi, lakini walianza kumlalamikia Musa. Wanamlilia Musa, kwa nini umetutoa katika nchi ya Misri, umetuleta hapa jangwani tunahangaika? Wana wa Israeli walisahau kabisa kwamba Mungu ndiye aliyekuwa akiwaongoza katika safari yao. Hivyo Musa akawakumbusha, je, mnafahamu kwamba Mungu ndiye anayetuongoza? Wana wa Israeli walikuwa ni wabishi, hawakuwa tayari kusikiliza maneno ya Musa. Hivyo Mungu akaamua kuwaacha, akaondoa ulinzi kati yao. Wana wa Israeli walipokuwa wakisafiri jangwani walikuwa wanafunikwa na wingu wakati wa mchana, jua lile kali la jangwani lisiwachome, na wakati wa usiku Mungu aliwapa mwanga. Hivyo Mungu akaamua kuondoa ulinzi kati yao, akawaruhusu wale nyoka wa jangwani, wale nyoka wa moto wenye sumu kali, aliwaruhusu waingie katika mahema ya wana wa Israeli. Na walipokuwa wakiingia katika mahema ya wana wa Israeli, walianza kung'ata kila mtu. Karibu kila hema katika kambi lile la wana wa Israeli alikuwepo mtu aliyeumwa na nyoka. Sio mtu tu aliyeumwa na nyoka, hata watu waliokufa kwa sababu ya ile sumu ya nyoka walikuwepo. Watu walipoona madhara hayo yameongezeka, wakatambua kuwa walimkosea Mungu. Wakarudi kwa Musa, wakamkimbilia, wakamwambia, Musa, tafadhali tunaomba uweze kutusaidia, ongea na Mungu wako awaondoe hawa nyoka kati yetu. Musa akamwambia, mimi niliwaambia mumsikilize Mungu anachokisema, lakini hamkutaka. Mlilalamika kuwa nimewatoa katika nchi ya Misri na nimewaleta hapa jangwani muweze kufa, lakini mlisahau kuwa Mungu alikuwa pamoja nanyi. Musa akaenda kuzungumza pamoja na Mungu. Mungu akamwambia, tengeneza nyoka wa shaba na kisha ukamweka kwenye mti. Ukawaambia wana wa Israeli, kila atakayeng'atwa na nyoka anapaswa kumtazama yule nyoka wa shaba, kwa imani atapona. Musa akafanya kama jinsi Mungu alivyomwambia, akatengeneza yule nyoka wa shaba. Baada ya kumtengeneza akamweka kwenye mti. Hivyo iliwapasa wana wa Israeli, kila atakayeng'atwa na nyoka aende akamwangalia yule nyoka wa shaba na kisha atapona. Lakini kwa sababu ya kiburi cha wana wa Israeli, walipokuwa wamejazwa na chuki katika mioyo yao, hawakuwa wanamwamini Mungu. Wengine walipong'atwa na nyoka hawakwenda kumtazama yule nyoka wa shaba, hivyo walikufa, walipoteza kabisa maisha. Ila wale walioamini walienda kumtazama yule nyoka wa shaba aliyekuwa ameinuliwa na Musa, na hapo walipona. Kwa hiyo hata sisi katika maisha yetu huenda tunapitia changamoto mbalimbali, tunapitia shida mbalimbali, tunapitia magonjwa mengi mazito yanayotuandama. Hatupasi kuacha kumtazama Yesu Kristo. Katika maisha yetu ya sasa ni Yesu Kristo ambaye ameinuliwa mbele yetu. Tunapaswa tumtazame. Tunapomtazama basi shida zetu zote zitatoweka. Wewe mtoto unayenitazama, ukiwa pamoja na familia yako, ukiwa pamoja na rafiki zako, huenda unasumbuliwa na changamoto mbalimbali, umekata kabisa tamaa. Mimi nakushauri sikate tamaa, kwani Yesu yuko pamoja nasi. Kama wakati ule wana wa Israeli walipokuwa waking'atwa na nyoka, walimtazama nyoka wa shaba, hata sisi leo tunaweza tukamtazama Yesu Kristo, naye atatusaidia katika shida zetu, changamoto, kila aina ya tatizo linalokukuta. Mtazame Yesu, ndiye tegemeo lako. Asante kwa kuwa pamoja nami tangu mwanzo hadi mwisho huu wa kisa changu cha leo. Natumaini umeburudika, umefurahia kisa hiki, lakini pia kimekutia moyo katika changamoto ulizonazo. Unapoangalia video hii, usisahau kushare kwa wenzako pia, lakini like, comment na usubscribe ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata vipindi vyetu. Langu jina ni Jendai Wilson, mtangazaji wako kutoka hapa Galaxy Media.